Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji wangu wa Gospel Shine, nipende kukaribisha tena katika chaneli yetu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza basi usisahau kusubscribe. Siku ya leo ninakuletea jinsi ya kuomba au jinsi ya kuombea biashara yako, au unaweza kusema maombi ya kuombea biashara yako. Unajua biashara ni moja ya vitu ambavyo vinatakiwa viombewe sana. Kwa hiyo ni maombi gani ambayo unaweza ukaombea biashara yako? Ombi la kwanza unalotakiwa kuomba, unatakiwa kuomba ulinzi kwa ajili ya biashara yako. Unajua sio kila mtu anapenda maendeleo yako. Kwa hiyo unatakiwa unapofungua biashara au kama tayari una biashara yako, omba ulinzi. Omba Mungu aweze kuilinda biashara yako. Aweze kuilinda katika ulimwengu wa roho, lakini pia katika ulimwengu wa kimwili, yani ulimwengu ambao unaonekana. Tunaposema ulimwengu wa kimwili au ulimwengu unaonekana, kwamba tunatakiwa au unatakiwa uombe biashara yako dhidi ya wezi, lakini pia dhidi ya uharibifu. Kwa hiyo unatakiwa mkabidhi Mungu biashara yako aweze kuilinda katika ulimwengu unaoonekana. Lakini pia katika ulimwengu wa kiroho unatakiwa sasa uombe Mungu aweze kuilinda biashara yako dhidi ya maadui katika ulimwengu wa kiroho, yani wachawi, lakini pia na watu ambao wasiokuwa na nia njema na biashara yako, kama wale ambao wanaleta mambo ya chuma ulete katika biashara. Kwa hiyo unatakiwa uombe ulinzi wa kimungu uweze kutawala katika biashara yako. Kwa hiyo lakini pia unatakiwa ukumbuke kutoa fungu la 10, kwa sababu fungu la 10 ndiyo ulinzi katika biashara yako. Kwa hiyo fanya biashara, 10% ya faida unayoipata basi unatakiwa upeleke kwenye kanisa ambalo unaabudu. Hilo ndilo fungu la 10. Na fungu la 10 ni ulinzi mkubwa sana katika biashara yako. Kwa hiyo ukumbuke kutoa fungu la 10. Hilo ndilo ombi la kwanza ambalo unatakiwa kuomba. Lakini pia ombi lingine unalotakiwa kuombea biashara yako, unatakiwa uombe kibali. Omba Mungu akupe kibali. Unapoingia ofisini kwako, unapoingia katika biashara yako, basi uweze kufanya biashara, uweze kurudi na riziki nyumbani. Usiwe ni mtu wa mikosi, usiwe ni mtu wa kupata hasara kila siku. Hapana. Unatakiwa uombe Mungu akupe kibali. Unapoingia basi uweze kupata wateja, uweze kupata faida, usiwe ni mtu wa kupata hasara. Kwa hiyo kumbuka kuomba kibali kwa ajili ya biashara yako. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kuomba, unatakiwa kuombea wateja wako. Unatakiwa uwakabidhi wateja wako wote mbele za Mungu, kwamba Mungu akuletee wateja sahihi. Unajua kuna wateja wengine wanaweza wakaja kwenye biashara tu ni kwa ajili ya kuharibu, au kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba wateja wengine wanakuja kwa nia mbaya, wanakuja kwa ajili ya kuiba, wengine wanakuja kwa ajili ya masuala ya chuma ulete. Kwa hiyo ombea wateja wanaokuja dukani kwako wawe ni wateja wazuri na ni wateja ambao wamekuja kununua, lakini sio wateja ambao wanakuja kwa shughuli zao zingine kama za kuchunguza unafanya biashara gani, baadaye waje waibe, au wanakuja kwa swala la kuloga, au wanakuja kwa swala la mambo ya chuma ulete. Kwa hiyo omba sana Mungu aweze kukupa wateja sahihi. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kumomba Mungu, omba Mungu akupe lugha nzuri ya kuongea na wateja wako. Uwe na customer care nzuri. Unajua si watu wote wanaokosa wateja au ambao biashara zao haziendi ni kwamba hawafanyi biashara nzuri au bidhaa walizonazo si nzuri, hazivutii wateja. Hapana. Kuna watu wengine hawana lugha nzuri kwenye biashara. Yaani mteja anapokuja anakuwa hana lugha nzuri ya kuweza kumvutia mteja ili siku nyingine aweze kurudi. Kwa hiyo omba sana Mungu akupe lugha nzuri ya kuweza kuongea na
wateja wanaokuja dukani kwako. Usiwe ni mtu wa hasira, usiwe ni mtu wa majibu ya shortcut. Unajua kuna wateja wengine wanaweza wakaja, anaulizia hiki, afu baadaye anaondoka hajanunua. Au huyu anakuja anaongea hivi. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye ni mwepesi wa hasira, unaweza ukawa unajikuta unamjibu mteja vibaya. Au unakuwa unagombeza wateja. Kwa hiyo omba sana Mungu akupe moyo wa uvumilivu wa kuwavumilia wateja. Kwa sababu kila anayekuja katika biashara yako ni mtu tofauti na ana tabia tofauti. Kwa hiyo omba Mungu aweze kukupa uvumilivu wa kuweza kuwavumilia na kuwasaidia wateja wako na kuwasikiliza vizuri. Omba uweze kupata lugha nzuri ya kuweza kuongea na wateja wako. Usiwe mtu wa kuwa na hasira za karibu. Hutaweza kufanya biashara. Utasema mimi biashara haziendi, lakini kumbe wewe ndio mwenye shida. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kuomba, unatakiwa kuomba Mungu akusaidie ili usiweze kukata tamaa. Unajua biashara siku zote kuna faida na hasara. Sasa unapokuwa unapata hasara, usiwe mtu wa kukata tamaa. Kwa hiyo omba Mungu. Hata ikatokea siku ukaja ukapata hasara, usiwe mtu wa kurudi nyumba, usiwe mtu wa kukata tamaa kwamba siwezi fanya hii biashara. Hapana. Simama, endelea na biashara. Hakuna biashara isiyokuwa na hasara. Kuna siku utapata faida, kuna siku utapata hasara. Kwa hiyo omba sana Mungu aweze kusaidia ili usiweze kukata tamaa hata pale unapokuwa umeingiwa na hasara. Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kuomba, unatakiwa kuomba Mungu akusaidie ili biashara yako ikue. Unapofanya biashara unajua kuna furaha au kuna raha unaipata pale unapoona biashara yako inakuwa. Lakini kama biashara yako kila siku ipo pale, kila siku iko pale, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo kati ya maombi ambayo unatakiwa kumwomba Mungu ni kumwomba Mungu akusaidie ili biashara yako iweze kukua. Kwa mfano una frame moja ambayo labda unauza labda nguo. Lakini omba Mungu aweze kusaidia biashara yako ikue. Uongeze frame hata 2 au hata 3, au ikiwezekana uwe ni mtu ambaye unasambaza nguo kwenye sehemu tofauti. Yaani usiishie kuuza hapo unapouza kila siku. Faida itanuke, uweze kusambaza sehemu zingine bidhaa zako. Umeona? Kwa hiyo hayo ndio maombi ambao unatakiwa uweze kuomba kwa ajili ya biashara yako. Omba ulinzi kwa ajili ya biashara yako, omba kibali cha kuuza, lakini pia ombea wateja wako. Lakini pia ombea lugha nzuri ya kuweza kuongea na wateja wako. Lakini pia usiwe mtu wa kukata tamaa. Lakini pia omba biashara yako ili iweze kukua. Kwa hiyo hayo ndio maombi ambao unatakiwa uweze kuombea biashara yako. Kwa hiyo basi mimi nipende kukaribisha sana, na kama ni mara yako ya kwanza basi usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele na kuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pale tunapokuwa tunachapisha. Karibu sana katika chaneli yetu. Mpaka wakati mwingine, asante.